kutumia mbinu hizi 5 kumjua mwanamke au mwanaume hana hofu ya Mungu. Ni muhimu sana kufahamu kwamba kwenda kanisani au msikitini sio kigezo cha kwamba huyo mwanamke au huyo mwanaume hana hofu ya Mungu. Watu wengi wamejikuta wanafunga ndoa na wanawake au na wanaume ambao wanaenda kanisani au msikitini wakiamini kwamba wamefunga ndoa na mtu ambaye ana hofu ya Mungu. Hili hali sio kweli. Kwenda kanisani kwa dunia yetu, wengi wanaenda kanisani kama utaratibu ambao umejiwekea, au wengi wanaenda msikitini kama utaratibu uliojiwekea, lakini hawana hofu ya Mungu kabisa. Lakini kuna mbinu ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kumjua huyo mwanamke au huyo mwanaume hana hofu ya Mungu. Mbinu ya kwanza ni mbinu ya kumjua mwanamke au mwanaume ana marafiki wa aina gani nje ya kanisa au msikitini, kwa sababu marafiki ambao anaweza kawa nao huyo mwanaume ni wale ambao anaenda nao kanisani au msikitini. Lakini hii mbinu utakuja kujua kwamba hao marafiki ni marafiki wa aina gani, tofauti na kwenda kanisani au msikitini. Kama ana marafiki ambao wanaenda kwenye maklabu, wanakunywa pombe, mashisha, hii ni mbinu mojawapo ya kujua kwamba huyo mwanamke au huyo mwanaume hana hofu ya Mungu. Kwa hiyo hii mbinu ambayo unatakiwa kuitumia. Mbinu ya pili ni mbinu ya kujua maamuzi ambayo yuko nayo yeye binafsi. Hii ni mbinu ambayo unaweza kumjua mwanamke au mwanaume hususan pale anapotoa maamuzi ya kwamba tutoe mimba au tufanye mapenzi kinyume na maumbile. Haijalishi mwanamke, haijalishi mwanaume. Kama atatoa maamuzi haya binafsi, ni maamuzi ambayo yanadhibitisha kwamba huyo mtu hana hofu ya Mungu. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya mbinu ya kuweza kutambua kwamba upo na mwanamke au upo na mwanaume ambaye hana hofu ya Mungu. Na pia mbinu ya tatu ni mbinu ya kujua anasapoti vitu gani, au anapendelea vitu gani. Unakuta mtu ambaye unamfuatilia anapenda, anashabikia watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, basi hii ni mbinu mojawapo ambayo ya kumtambua kwamba huyo mtu hana hofu ya Mungu. Kwenda kanisani au msikitini sio kigezo, lakini anasapoti vitu gani. Ukiona mtu anasapoti hivi vitu ya kwamba kufanya mapenzi ya jinsia moja ni jambo la kawaida, fahamu kabisa kwamba huyo mtu hana hofu ya Mungu. Kwa hiyo hii ni mbinu mojawapo ambayo unaweza kuitumia ili uweze kujua kwamba huyo mtu hana hofu ya Mungu au hana hofu ya Mungu. Na pia mbinu nyingine ya 4 ni mbinu ya kujua utashi wake ni upi katika malengo au katika swala la biashara. Hii inamaanisha kwamba unakuta mtu utashi wake anaamini kwamba ukitaka kufanya biashara lazima uende kwa waganga, au ukitaka kufanya biashara lazima uende kwa manabii. Hii ni mojawapo ya mbinu ya kuweza kujua kwamba huyo mtu hana hofu ya Mungu. Kwa hiyo hii ni mbinu ambayo unatakiwa kuweza kuifahamu. Yaani ukiona upo na mtu alafu unavyomchunguza unaona kabisa yeye utashi wake anaamini katika mambo ya giza au mambo ambayo hayaeleweki kama kwenda kwa manabii, fahamu kabisa kwamba huyo mtu hana hofu ya Mungu. Na pia mbinu nyingine ni mbinu ya kujua katika swala la kufanya mapenzi anapenda vitu gani au anapendelea vitu gani. Ukiona mtu anapendelea kufanywa kinyume na maumbile au kufanya kinyume na maumbile, ama kupigwa mtungo, ama kusagana, ama kuingiliana kinyume na maumbile, hii ni mojawapo ya mbinu ya kutambua kwamba huyo mtu hana hofu ya Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kwenda kanisani au kwenda msikitini sio kigezo cha kwamba huyo mtu ana hofu ya Mungu. Na watu wengi wameweza kujikuta wakiamini kwamba mtu anaenda kanisani au mtu anaenda msikitini ana hofu ya Mungu. Fahamu kabisa kwamba huu ni utaratibu ambao watu wengi wamejiwekea, lakini wengi wao au asilimia kubwa hawana hofu ya Mungu kabisa, na yule ambao wanamwamini katika makanisa au katika misikiti. Kwa hiyo ni vyema zaidi kuweza kulitambua hilo kwamba kama unahitaji kuweza kumchunguza mtu, tumia hizi mbinu 5 ambazo nimeweza kusogezea ili uweze kujua kwamba huyo mtu ana hofu ya Mungu kweli au hana hofu ya Mungu. Haijalishi anaenda msikitini, haijalishi anaenda kanisani. Na kama unahitaji kupata ushauri ama video ambazo zitaweza kusaidia namna ya kuweza kufanya mapenzi, hakikisha unanicheki. Lakini kumbuka unaweza kupata hivi vitabu. Vitabu hivi au kitabu hiki kitakusaidia namna ya kuweza kuingia katika ndoa sahihi au mahusiano sahihi, kwa sababu mahusiano sahihi ndio yanajenga ndoa sahihi. Pata kitabu hiki kwa shilingi 15,000. Nicheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Na kama utakuwa nje Tanzania utaanza na jumlisha 255 713728736. Naitwa Isaac Kanyankore, asante na karibu.